kwa maana tuliiona nyota ya mashariki. Maana yake hawa walikuwa ni watu ambao wanaweza wakasoma nini kinaendelea katika nchi, wanaweza wakasoma matukio gani yapo katika nchi kwa kutazama mionekano iliyoko juu ya anga. Maana yake these people, they are not Christian, they are not born again. Hawakuwa watu waliokoka, walikuwa ni watabiri wa masuala ya nyota. Sasa angalia, tuwaze mimi na wewe. Mama John amezaa mtoto anaitwa John. Mganga anajua John aliyezaliwa ni mfalme, ni rais miaka 30, miaka 40 ijayo mbele. Ila mama John hajui kwamba aliyemzaa amebeba hiyo presidential. Kwa sababu hawa ndugu walipoenda, wameenda na zawadi tatu. Turudi hapo kwenye msingi wetu. Wameenda na zawadi tatu. Zawadi ya kwanza ilikuwa ina tafsiri aliyezaliwa ni mfalme. Dhahabu ilikuwa ni zawadi anapewa mfalme peke yake. Kwa hiyo walivyofungua wakatoa dhahabu, ilikuwa ina present kwamba Yesu aliyezaliwa ni mfalme wa wafalme. Sasa fikiria, Yesu ni mtoto mdogo. Zawadi ya pili waliotoa, wakatoa uvumba. Uvumba ilikuwa inaonyesha kwamba Yesu ni kuhani. Uvumba ilikuwa ni kitu kinatumiwa na makuhani peke yake, na ilikuwa ngumu kuamini Yesu ni kuhani, kwa sababu kwa utaratibu wa kibiblia makuhani walikuwa wanatoka kwenye kabila la Lawi, walikuwa watoke kwenye kabila la Yuda. Yesu hajatoka kwenye kabila la Lawi, Yesu ametoka kwenye kabila la Yuda. Lakini fikiria, wasoma nyota, watu wasio na Mungu ndani yao, walitambua kwamba aliyezaliwa ndani yake amebeba ukuhani. Alafu angalia jambo la tatu, ama sehemu ya tatu waliobeba, wakaenda na manemane. Manemane ni mafuta ambayo walikuwa wanapakoa watu ambao wamekufa. Kwa hiyo walikuwa wanatabiri kufa na kufufuka kwa Yesu. Sasa fikiria, haka katoto kana siku chache, lakini wako watu ambao wanaenda wakiwa na clear picture, huyu mtoto ni nani, atakuja kuwa nani, atafanya nini, nini kitatokea kwenye maisha yake. Kipindi wewe unasubiria amalize form 4, kipindi wewe unasubiria aende form 6, kipindi wewe unamsubiria aende chuo kikuu miaka mitatu, atoke na professional, either aitwe accountant, aitwe engineer, aitwe doctor, aitwe sijui mfamasia. Lakini upande wa pili, they knew kwamba mama John, mtoto aliyemzaa ndani yake amebeba kitu fulani. Kipindi wewe unasubiria mpaka afike mahali, waga naongeaga na mama zangu kwa lugha ya utani, kipindi unasubiria afike mahali uanze kugombana naye na wigi humo ndani, ukilivua kutoka jumuiya, yeye alivaa aende nalo sijui kwenye pati ya ndugu yake.